na masahaba wa Mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallam walioa nyumbani kwake. Akikuja mtu, idha atakum man taarifuna bidini, akija mtu ambaye mnamjua dini yake, wa khuluqau, na tabia zake. Sikia Mtume amesema na tabia za mtu tumjue. Fasawijuhu, ndio mtu huyo tufanye nini? Tuweze kumuozesha. Kama mjue tabia mtu, usendi kumuozesha tu pupa pupa. Naona mtoto wangu maziwa amekuwa amechomoka, naona mtoto wangu amekuwa kwa juu. Sio hivyo Uislamu ulivyosema. Kwanza tumpeleleze mtu, tumjue tabia. Kuna watu leo asili yao ni kaumu Luti. Kuna watu tabia zao ni kuingilia wanawake nyuma. Mwenyezi Mungu atunusuru. Kuna wanaume wenyewe hawana nguvu, kazi yao ni kukaa na wanawake, kuchezesha na vidole. Mtanisamee kina mama wa Kiislamu. Na maisha ya Ulaya baadhi ya wengi ni kuchezea mipira, wakiona masinema basi na wenyewe ndo ufanya ule ufisadi. Unamchukua mtoto unaenda kumuharibia maisha. Na sio Ulaya tu, hata nchi zetu za jirani ambao tunapeana nao mipaka, wallahi kuna watu hawajui thamani ya watu. Kuna watu hawajui heshima za watu. Wao tu ni kuishi na wanawake kama vile minyama. Katika hizo ndoa tatu ambazo tunazozisema leo ndo zimezuka ulimwenguni. Ndoa ya kwanza ambayo tumesema ni ndoa yapi? Nikahul muta, ndoa ya muda. Mtu anatembeza gari kubwa akija Burundi akitizama, mashallah, Burundi, watu wa Burundi wanavaa hijab. Anajifanya shekhe mmoja mkubwa. Akija kwa mama fulani, anafanya kazi gari jamani, anatumika kwenye gari kubwa, kwenye lori, si ndio? Anakuja anatoa mahari. Unajua mahari zao ni milioni moja au 800,000. Na wewe ukiona akifika hapo Bugarama, shoes zote za Bugarama na kumalizia. Matunda yote, mifuko miwili ya makaa. Bila kusahau kama anatoka za Kigali huko, anakuletea nini hizo? Alizeti hizo 2, lita 5 za mafuta. Mama akija kusahau na kajuisi kadogo, anapitua pale Nyanza kakopo kama ziwa, mashallah. Mko siku hizi analeta. Mzazi unaenda kumuzisha mtoto kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya chakula. Abakuzi vinda bahumirinda. Subhanallah. Unakutana wengi, wallahi ndio gisi tumewauzesha watoto wetu. Unakutana wengi kina mama wa Kiislamu, ndivyo gisi tunaishi sisi katika maisha yetu ya hapa Burundi au na sehemu zingine. Mwenyezi Mungu atunusuru. Na wakija hawa watu ucha Mungu wao uko kwenye ulimi. Allah hawana naye, na Allah subhanahu wa ta'ala wafanyi nini? Hawamjui kina mama wa Kiislamu. Kwa hiyo inakuja ndoa ya muda. Akimuingiza Mgara na kwenda naye Rwanda, akitoka Rwanda anamrudisha taenda naye Nairobi, akitoka naye Nairobi anamrudisha Burundi turu ya 3. Turu ya 4 akipigiwa simu namba alibadilisha. Kuweni na tahadhari wallahi watu wa East Africa. Baadhi ya wengi sio wazuri. Anabadilisha namba simu, tamtoa wapi? Na wewe ulimchukua mtoto wako unamtumaga anapelekwa na lori, anarudi na lori. Mama ulishakula miguu ya nyama ya kutoka hapo Bugarama mpaka umepasuka. Miguu inakuwa inakuma, unakuwa umekula nyama, unadhulumu mtoto wako bila kujua kina mama wa Kiislamu. Tumcheni na tumuokope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kila umoja na wababa wenye kufanya hivyo, wanawake au wanamume, wallahi wafahamu, atawauliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dhulma ambazo anazozifanya. Wama Allahu bighafilin amma ta'malun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akughafilika katika yale watu kama hao wanafanya. Mungu akughafilika. Kwa hiyo inakuwa ndoa ya muda. Yani unamkuta kama mwanamke mwingine anakuambia, wallahi jamani mimi nina bahati ya kuolewa. Una bahati ya kuolewa au unamkosi wewe? Uolewe na Juma kuache, Selemani ya kuache, Hasani ya kuache, Yusufu ya kuache, Yunus ya kuache, eti una bahati ya kuolewa. Mama mimi sizini, bala na mkosi. Mwenyezi Mungu atunusuru. Allah tudumishe kwenye ndoa kwa idhini yake. Wala hiyo sio bala, ni mkosi kina mama wa Kiislamu. Mimi sikwagi nazini, mimi sikwagi mzinifu. Unasikia tu raha saa 8 karusi za siri. Na siku hizi pamekuwa mpaka ndoa za siri. Mtu anaolewa wallahi hata jirani hajui kama fulani aliolewa. Haya ni katika kuonesha ufisadi umezidi. Dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Allah anasema yamedhihirika mabaya katika nchi kavu na baharini kwa yale ambayo mikono ya watu inachuma. Yani mtu anaona kuliko kukaa nisionekane kama mimi ni mzinifu anaolewa. Wallahi mtu anaolewa miezi 2 miezi 3. Sasa unakuja kusema jamani ile ndoa ilikuwa ilishaga. Mwenyezi Mungu atukinge na tunusuru kuonjwa na kuonja. Fanaudhu billahi min dhalik. Rasulullah sallallahu akasema ndoa nyingine ya pili ni ndoa ya kuhalalisha. Kuna wanamume ndani ya midomo yao talaka ni kama maji ya Rusizi yanavyoteremka kina mama wa Kiislamu. Yeye akiwasa 8 sikutaki. Akiwasa 7 sikutaki. Talaka zikifika 3 akija kwa shekhe akianza kuuliza maswala kati yake na kati ya shekhe. Shekhe mwambie ile ulisema jana ni talaka.
Ile nyingine ulisema juzi ni talaka. Unajua wanawake na sisi hatulali. Unachukua udi na unaanza kujipaka paka udi mzuri. Ukijipaka udi ataanza kukutafuta. Ukipita kwenye zero akikutizama hivi. Unajua watoto watu ni wa mjini, kuna kidogo tunasua kina maksi lao. Au kuna mwingine alikuwa anavaa hijabu kajilbabi kanini, akisikia kama ndio hivyo katalaka kamekuja ataanza kujipodoa, anaondoka, mtoto anaondoka, mwanaume akaanza kusikia fulani spizi amekuwa hivi. Kina mama wa Kiislamu unamkuta mtu yeye anafanya nini? Anaanza kuhangaika kumtafuta. Wallahi ukuja kutazama talaka zishaga kuwa hizo 3. Kitu ambacho kinachotumiwa hapa ni kitu gani? Ndio ile nikahul muhallil wal muhallil alai, ndoa za kuhalalisha. Anatafuta mtu anamfinansia faranga huku nyuma kutaka aje amuoe huyu mtu. Alafu mwanamke anajifanyisha visa. Wallahi sikuwa najua kama fulani kuna tabia za hivi mimi. Ana tabia mbaya. Mwezi mmoja na nusu mwanamke anaachika. Mwanamke akiachika anajifanya eti anaenda sehemu nyingine. Huyo mwanaume anamkuta huko, kabisa mimi nimeona kukana mama watoto bila kumrudisha ni hatari loko kubwa sana. Ubora nimrudishe mama watoto. Kumbe amefanya nini kina mama wa Kiislamu? Amefanya ujanja wa kwenda kumpa mtu pesa, anamfinansie pesa, amuoe mtu huyu, kutaka amuache. Ndio misio ziko leo, Mwenyezi Mungu atunusuru. Kwa hiyo tukueni makini sana. Na tuwe tunatazama watoto wetu kwenda kuwapeleka kwenye manyumba ya watu wengine. Waweza kumchukua mtoto wako kampeleka kwenye nyumba mke na mume waliachana. Wallahi huko wanapitana nyuma kwa nyuma. Mwenyezi Mungu atukinge na balaa zao wanamume na atukinge na vitimbi vyao na shari zao. Kwa sababu ni katika dhulma. Unamchukua kitoto kidogo maskini ambacho hakijui raha ya maisha ya ndoa. Wewe ndio mume wa kukilea, unakifanyia unyonge. Babu, naona kuishi na huyo mwenye rudishe mama watoto wangu. Watoto wanawake mko hapa mabinti, wallahi fanyeni tahadhari. Fanyeni tahadhari sana. Na kitu ambacho leo kimekaa kikubwa ambacho chahitajika sisi tukizungumza na tukiseme, almakru. Kuna vitimbi, ujanja ndani ya ndoa. Mwenyezi Mungu atukinge na vitimbi vya ndani ya ndoa. Kuna tu ujanja tu mambo tukugeuzwa mtu akili, tukugeuza mtu fahamu. Kabla tujafikia hapo, ni vitu gani vya sababisha ndoa leo kuvunjika kina mama wa Kiislamu? Tunaingia ndoa ya 3, nikahu dhawaq, ndoa ya wanaume wenye kuonja. Hivi kweli mwanaume wa Kiislamu Allah subhanahu wa ta'ala amekupa ruhusa? Wallahi wewe wanamke wangapi kina Kiislamu? Si 4. Huyu mwanaume akishaacha wanawake 9 kwenye maisha yake, huyu kweli wanawake wote ni wabaya kina mama wa Kiislamu? Au tumuulize hata cameraman, kweli hao wanawake wote ni wabaya kaka? Kuona kama mwanaume umesha wanawake 9, kwanza moja wewe mwanaume ni dhalim. Wallahi unaidhulumu nafsi yako. Unakuwa unaidhulumu nafsi. 1, 2, 3, 4 mpaka 9 unaidhulumu nafsi. Umeruka mipaka katika mipaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani umewaonja wanawake 9. Wallahi na hawa watakuja siku ya kiyama kukuomba haki. Wanamume wako wapi wenye kumokopa Mwenyezi Mungu katika hilo? Unahesabia alimuoa mama Hussein wa 18, alimuoa mama Juma wa 12, alimuoa Mariamu wa 14. Tena wasikia taoga wallahi. Hawasikii oga na nasifu kabisa. Binti Amrani kabisa alikuwa mke wangu mashallah. Ya subhanallah, hivyo vya naume hivyo vijambazi hivyo kabisa. Hivyo ni vijambazi havina taoga na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anahesabia kabisa kwenye kinyo. Wallahi pale barabara ya 3 kuna watu wangu 2 mashallah. Wamekuwa nakwambia. Hapa 12 ndahangu wa mwisho. Kuna yule baba yule mamake sikumuoa, anasema hamuokopi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani kabisa unamsikia mtu anasema. Alafu haya kuna wengine wa maamuko wa roho mbaya, watoto wao wanazana, watoto anambia huko ulinionaga kwani kutoa mahari. Kuweni na huruma. Wallahi kuweni na huruma, kwa sababu tuzichukue sehemu zote huku na kule. Yule mtoto hatorithi kwa baba yake, lakini midam bado yuko hai, ana haki yule baba kuweza kumsaidia. Ikiwa kama kweli ni mtoto wake walifanya tendo hilo, kidini sio mtoto wake, lakini mtoto atasaidiwa na nani? Kina mama wa Kiislamu. Unasema huko wala sikujua huko mjukuu wangu, sio dini wala sio cha Mungu. Na ndio maana watoto wao wameitwa auladul firash, ni watoto wa vitanda, wanaitwa watoto wa kina mama. Uone gisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifanya zina kuwa chafu na Allah kaifanya zina kuwa mbaya kina mama wa Kiislamu, wakaitwa watoto wa vitanda. Kwa hiyo wewe baba ambaye una kisa cha kuchezea wanawake, wallahi jiandalie moto na ujiandalie adhabu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa kama hauachi hivyo visa vya kuonja na ikiwa kama hautaki kutubu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale watoto mtawapa nini? Ukitizama katika sura huko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat.
Hizo aya zilishuka wakati walipokuwa na uwiwa wanawake, lakini aya hizo zinatumika mpaka hivi. Unamzalisha mwanamke watoto 3. Hujui wale watoto wanakula nini. Wewe uko unaua kizazi chako wewe. Mama ndo aanze aibe anyanganye kina mama Kiislamu. Wallahi kuna mambo anatia uchungu. Juzi nilikuwa niko kwa Sioni kina mama Kiislamu. Nimesema neno hili sinto hata kulisema na kumshtaki mwanaume huyo. Wallahi mwanamke ananambia Ustadh Aisha, sikia nikwambie mimi nina mume wangu na watoto wote ninao ni watoto wa mume wangu. Nimefanya kazi mimi ya hoteli. Mimi nafanya kazi hiyo. Ilikuwa mume wangu akiingia kitoka kila siku ananambia hivi, Mwenyezi Mungu asibariki hoteli yako mpaka iombe ifungwe. Wallahi nikiingia nikitoka nikichuuza, mume wangu akiona mimi nachuuza napata, anakuja pale kwenye pesa kwenye kontara napokea pesa. Sasa anamwambia hivyo mbele ya watu wote. Hao watu wote wako basi wanakufataga wewe hapa uani. Mpaka mwanamke akaona matusi yamekuwa mengi ya bibi na bwana ndani ya hoteli, akasema subhanallah, acha nifunge hoteli. Nataka niwaambie ni mwisho wa hawa watu. Hawa ni wanaume wenye tabia mbaya kina mama Kiislamu. Mwanamke yule akaona matusi yamekuwa mengi, ni hapa katika nchi yetu. Hata wengine katika nchi zingine wanafanya hivi. Mwanamke akaona matusi yamekuwa mengi, mimi sintaweza, yungariki na kale ka imani kakumokopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akaja na ile ya akili za kijinga, harusi mwanamke kufanya kitu mpaka kwa ridha ya nani? Ya mme. Sikieni wanawake kama mtaki kusoma. Akaacha ile restaurant. Mwanamke anasema Ustadh Aisha, nikafungua duka. Wallahi duka hilo mpaka leo kwangu ni mtihani. Duka hilo vitu wenyewe naweka dukani mwangu mpaka vitoke Kigali au Uganda au Tanzania. Nilikuwa naenda kuchukua siku 3 siku 4 narudi. Aliniambia ukirudi kutoka hapa unakwenda safari, nafunga ili duka na nitakupa talaka. Mwanaume kazi yake ni Mario, anakuja kula kwenye riski ya mwanamke na analala kwenye nyumba ya kwao na nani? Nyumba kwao na mwanamke. Sikieni wenye kupenda kuolewa kina mama wa Kiislamu, tuwe na macho. Usisemi tu mwili umechoka, mwili unaniuma ukaenda kujiangamiza. Allah anasema wala tulqu biaidikum ila tahaluka. Usendi kujitupa kwenye maangamizo. Wallahi ndoa kama hizi ni maangamizo. Japo unasema sitaki kuzini, au japo unasema maweza umetolewa imani imekujia unataka uolewe, ndoa kama hizi haziruhusiwi kwenye dini. Huyu mwanaume ni mchafuzi, huyu mwanaume ni fasik, na huyu mwanaume afai hata kumuoa nyumba ya mtu. Nyumba za Kiislamu afai kuoa. Lakini akimwacha ule kesho akija kwangu, babu kesho kwa na hili analile, mwache mtoto wangu aende kuolewa. Unaenda kumwezesha mwanamtoto wako mwanamke na umeshapaelewa. Alafu unakuja walimu niombeeni dua. Ndio yale shiriki zinafanya nini? Zinaanza. Tutapima maji na unga. Watapima maji na unga kwa mwanaume mfisadi kama huyu. Mwanamke akaacha kwenda Rwanda. Mwanamke alipoacha kwenda Rwanda, duka siliko pale. Anamwambia mwanamke na duka haulifungui. Wallahi na wapieni, anakula kwa mwanamke, anaishi kwa mwanamke. Anamwambia na duka